Kwanza niseme Jaji Warioba ni mzee wetu, na kwa nchi nafikiri kwenye umri sasa ambao waliotumikia nchi hii kwa umri wake nafikiri ni wachache wamebaki. Wapo na kina Marichela na nini. Kwa hiyo siwezi nikali comment kwenye kauli yake, lakini kama nilivyosema, ila mimi msimamo wangu unabaki pale pale kwamba tuko katika kipindi kigumu sana. Tuko katika kipindi ambacho moyo wa nchi unavuja. Kwa hiyo cha msingi tunatarajia maneno ya matumaini, maneno ya faraja, na maneno ambayo yanaweza yakaunganisha watu wakakaa pamoja ili kushughulika na tatizo ambalo liko ndani mwetu, ili tutoke. Tunataka tutoke hapa. Tunataka tutoke hapa. Tunataka tuponye nchi. Kauli zetu viongozi, kauli zetu wananchi kwa wakati huu ambapo nchi, moyo wa nchi unavuja, nchi imeumizwa, nchi imeumia, Watanzania wameumia, ni wakati ambao tufikiri kuleta watu pamoja ili kuepuka mgawanyiko ambao unaweza ukasababisha taifa lisiweze kusonga mbele. Na kama nilivyosema tangu mwanzo kwamba hili taifa ni la miaka mingi sana mbele. Sisi wenye umri wa miaka 40 na sisi tulioko hapa wengine wana miaka 30, 20 na bado mna miaka 50, miaka 60 ya kuweza kuishi. Kwa hiyo taifa hili aliishi leo. Yaani tukio lililotokea Oktoba 29 halimalizi hili taifa leo. Taifa la Tanzania lipo leo, sasa na kesho, na wengine, na sisi wengine tutakuepo, na tutawapokeza na wengine watakao kuja. Kwa hiyo hebu macho yetu kwa sasa hivi mimi tuelekeze kwenye namna gani ambavyo tutakuwa na Tanzania ya miaka 200 huko mbele. Linatutegemea sote. Na tusidhani kwamba mataifa huko nje huko ndio yanaweza yakawa na jukumu la kutusemea. Kama balozi wa Marekani anaweza akatoka katika nchi yake kwa anayeishi hapa, hata kama anaishi hapa anatoka katika nchi yake, anaweza akachukua jukumu, akaona umuhimu wa kukutana na Rais Samia Suluhu Hassan kuzungumza. Kama mabalozi wa Jumuiya za Ulaya wanaweza kukutana na spika wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania wakazungumza kuhusu mambo ya ustawi wa nchi yetu na hata tukio la Oktoba 29. Inashindikana nini? Viongozi wa vyama vya siasa ambao ni Watanzania, ni watoto wa Tanzania, wananyonya, wanalishwa, wanafaidi maziwa na asali ya nchi hii, wanashindwa nini kuchukua hatua ya kukutana? Viongozi wa vyama vya upinzani wanashindwa nini kuchukua hatua ya kuweza kupeana mikono na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa niaba ya serikali kuzungumza? Chama cha Mapinduzi ambacho kinaongozwa na Rais Samia Suluhu Hassan kinashindwa nini kuchukua jukumu la kutoa mkono wa heri kwa vyama vya siasa ambavyo ni washindani wao, ili waje pamoja, wazungumze, wajadili namna gani tunaweza tukatoka hapa kwa amani? Kwa hiyo tukifika mahali hapo tutaponya taifa, na tukifika mahali ambapo matatizo yetu yanaweza yakatatuliwa kwa njia ya amani, kwa njia ya mazungumzo, tutakuwa tumeanza hatua ya kukomaa.